Jathurwa Onte, Nyasaye Ber, people of Nyanza, people of Siaya, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe tena. Leo tumefika hapa kuomboleza pamoja na familia za wale vijana wetu ambao waliuawa kupitia risasi iliyofyatuliwa na polisi wa Kenya. Na tumehuzunika mno Kenya nzima. Naomba munisikilize, nitakuwa mfupi sana kwa maneno, lakini nitakayoyazungumza pengine yana ushawishi mkubwa sana. Mimi naamini Inspector General wa Police hajasoma katiba 2010 ya Kenya. Kama ameisoma, Senior Counsel Martha, Senior Counsel, my brother and Governor of Siaya, Senior Counsel Omolo Tiende, I refer us to Article 243 of Constitution 2010. This article establishes the National Police Service, not the police force, police service. Article 245 establishes the office of the Inspector General of Police. I refer us to those articles. Now, the only way Koome can get away with criminal liability is to resign. And even if he resigns, it is not enough. He can only get away if he establishes under Article 245 that he was given instructions by Kindiki to do what he did, trying to kill Baba. I was with Raila when they hit him mara 10. Tulipo escape na Kioni alikuwa nyuma yetu, tukafika mahali tulikuwa tumejificha kwa hoteli moja Rafa Utuju. Baba akaniambia, come and I show you something. Alienda akanionyesha, angalia hii. Bullet moja, bullet mbili, hii ilikuwa inanilenga, bullet ya 3. Mungu ni mwema. Gari yenyewe ilikuwa kabisa ya kiongozi. Hawangeweza. Kama sio hiyo gari, tungekuwa tukiongea mambo mengine Kenya hii. Macho yangu mwenyewe nikaona, nikadhibitisha kwamba hii ni risasi. From what brother Jim Orengo refers to as assault rifles. Assault rifles. Ya kwenda ile ambayo ingepigana na Al-Shabaab na watu kama hao. Ilikuwa inaelekezwa Raila Amolo Odinga. That was after the battle, ndugu, the battle of Pipeline. We have been in demonstrations before with some of our colleagues who have since wamesalimu amri. Remember siku za code, tukisema kina Hassan waende na walienda. Tulifanya demonstration, tukapigwa tear gas. Lakini hii ilikuwa vita. Hii haikuwa mambo ya tear gas, hii ilikuwa ni kumaliza Raila once and for all. Wengine walisema hivyo. Walisikika wakisema they want the final solution ya to do away with Raila Amolo Odinga. Lakini Mungu ni mwema. Raila ako hapa. The battle of Pipeline. Hatujasikia wale watu walikamatwa, wameonyeshwa kwa runinga za dunia. Somebody with assault rifles akimpiga gari yake na hata ya media car, hajashikwa. Na huyu Koome alisikika baada ya kwenda kuiba kondoo za Mama Ngina Northlands, wakisema they are going to watashika waliokuwa wanahusika.
Remember the story of invasion of Northlands. Nobody has been apprehended. So what do we trust? Tunaamini yapi? Maneno gani? Maneno yapi anaweza kuyazungumza hao wa Kenya wazalendo wakaamini wa hiyo Inspector General? So hivyo akionyesha kwamba he received written instructions under Article 245 senior counsel Jim Orengo, the only way he can get away with it, if he says he received a written instructions to go and try to assassinate Raila Odinga. Mimi niliponia chupu Mathare na yale magari ambayo again ndugu Jim Orengo alikuwa akizungumzia. Hii haikuwa malori ya kawaida. Yanabeba ile Maria, hiyo yanabeba sumu, chemicals za kuadhuru watu wa Kenya. Therefore, we shall not deal with this matter. I don't believe this matter of police brutality is even for our team in the dialogue team. This is a bigger issue. This is a very serious matter. And it should be addressed separately. Kwa hivyo, mtu anaweza kutolewa kama Inspector General of Police, kama mwenda wazimu, kama ni bankrupt, kama ana fail under Chapter 6 on integrity. And therefore, that's why I believe who Inspector General, if indeed he is an Inspector General, whether he has actually read the Constitution. And let him not bring the good people of Meru. Mimi natoka sehemu ile ingine ya Meru. Meru kwangu ni nyumbani. Wa Meru hatuwezi na wadharaka pale, ndugu zangu, majirani zangu, tuaibishwe na mtu mmoja anajiita Koome na kusema anadhulumiwa kwa sababu ni Mmeru. Haiwezekani. So we have to deal with him. Therefore, my advice today, out of bond, if indeed there's rule of law in this country. By the way, Ruto anaweza pia akamfuta kazi. Ingawaji alikuwa approved na bunge hili. Hili bunge hamukukumbuka, when I remember I was in Germany, wakati Raila alirudi after the 2017 elections, na yule alikuwa in charge ya kupiga watu tear gas, that time Koome mwenyewe alikuwa anatupa mawe. Kwa hii statement anasema, what do you expect of us? Amuja isoma hii maneno, amesema maneno makubwa. Sasa anasema, what do you expect of us? Kama mtu anakuja na mawe na sisi tuko na buduki, what do you expect of us? Now he forgets this is not anymore Kenya Police Force. This is Kenya Police Service. Utumishi. Therefore, mimi naona swala hili limegadhabisha watu wengi sana. Wakenya wote. The most honorable thing, and even when in addressing our international friends, if you think this Kenya, this country, can be a nation under the rule of law, which it should be, but unfortunately, right now, it's a nation under police brutality, then you have to advise accordingly. Koome does not qualify, as we speak, to be the Inspector General of Kenya Police. Mimi maliza yangu na Koome. Wangapi wanakubaliana na mimi? Because hata mambo ya Shakawala angekuwa jameni amegundua watu 400 wameuawa kule. Therefore, anybody at the level of Inspector General ambaye anasema viongozi wanaweza kwenda na kurend mili, yani kununua mili kwa morgue, that is why I'm saying under Act Chapter 6 of the laws of the Constitution of Kenya, he completely falls short and he should resign. That is a message I wanted myself, na najua kwamba watu wengi hapa wamegadhibika sana. Kwanza mtu anaota Wajakoya ameongea Kijaluo ile kali. Sijawahi kumsikia Millie Odhiambo, my landed sister, akiongea ile lugha aliongea hapa. Na kuna daktari hapa aliongea ingine mbaya. Watu wamegadhabika. And therefore, mimi naona tukubaliane kwamba tujitahidi. Kenya ni yetu sisi zote.
We agree that every inch of Kenyan territory belongs to Kenya, and we have equal rights and responsibilities. We cannot negotiate the issue of rights. Kwa mfano, ni haki kabisa kikatiba kisheria kwamba aliyekuwa Prime Minister wa Kenya, Raila Amolo Odinga, is entitled under the Kenyan law to proper protection. Mimi ningekuwa Ruto, ningekimbia sana kuhakikisha Raila anapata askari wote. Imagine kama Raila anahujumiwa. Just imagine. Just imagine. Na swala hili even before the talks hatutaki kulizungumzia, because yale ambao wametupeleka kule ni kuhakikisha kwamba tunaweka haki za wananchi kwanza mbele. Agenda yote tutaikubaliana naye Jumatatu. Alafu tutazungumza mambo yote ambayo mnajua tunayaelewa. Na haturudi nyuma, hatuwezi. Wangapi wanasema tusirudi nyuma? Kwa hivyo mimi leo naomba tu nikome hapo. Nimwalike dada yangu Martha Wangari Karua. Chini ya kama. Bodontie. Habari zenu. Leo tuko hapa kusema pole kwa familia ambao wamepoteza